Possession. Possession or almas. This occurs when someone is affected by the jinn inside or outside of the body. And possession is more general than conversion or asar. Kwa hiyo tunachokiita hii possession ni pale mtu ambapo anapobe affected by jinn, anapoathiriwa na jini. Inaweza kawa yule jini amemwathiri akiwa yupo ndani au akiwa yupo nje ya mwili, au it may be both, yani inside the body and outside the body. Inaweza kawa ndani ya mwili pia kaasiliwa na nje ya mwili pia ameasiliwa. Sasa hili tunaita possession au almas, kwa lugha ya Kiarabu almas, ambapo possession tunaweza tukaitafsiri kwa tafsiri ya Kiswahili kama kifafa, lakini ile hali ambayo ni almasi tunaita kifafa, lakini inapoitwa possession tunasema ni more inakuwa more general than conversion au asar. Asar ni ile hali ya kupandisha, lakini kuna utofauti kidogo na possession. Tutaelewana. Na hizi possession zipo za aina 4 tofauti tofauti. A possession yusammu kulli almas. Almasi inapokuwa kulli, yani inapoitwa kulli almas, this means the jinn affect the whole body. Jini anapoathiri mwili mzima, ile possession au ile almasi tunaita kulli, yani imeaffect mwili mzima. Lakini pia jini anaweza akaingia na akaaffect kiungo kimoja. Anaweza akaaffect mkono, kama kuna mtu mkono umeparalyze au upande mmoja umeparalyze, ile tunasema juz'a. Juz'a, it means the jinn affect only part of the body or two part but not whole body. Right. Ana athiri sehemu ya mwili lakini haathiri mwili mzima. And the third one is daima. Daima is when the jinn affect the body for several time. Yani kama jini yaja fi jasadun nasi wa yaishu inda zamani, naqulu hadhihi amnusamma daima. Kwa hiyo daima ni pale ambapo jini anapoingia katika mwili na akaishi kwa muda mrefu, akakaa kwa muda mrefu. Na si kwamba kukaa kwa muda mrefu tukachukulia kwamba huyu mtu ameathiriwa kwa muda mrefu, la, bali tunasema kukaa kwa muda mrefu pale mtu tu anapopandisha majini. Tunasema anapopandisha, kuna yule ambaye anapandisha alafu anaondoka, lakini akapandisha akakaa muda mrefu. It may take an hour, it may take 2 hours na kuendelea. This nusamma am hadhihi nusamma daima. Lakini kuna taifu yaja kama jin yaja fi jasadu wa yadhhabu inda adaqiqun. Jini anaingia katika mwili na akaondoka pengine kwa dakika, yani kwa muda mdogo sana, aqallu, kwa muda kadogo, just a few minutes au a minute. Tunasema hii inaitwa ni taif. Sasa hii possession zimetofautiana. Kuna possession ambayo inasababishwa na majini na kuna possession ambayo inasababishwa na maradhi ya kawaida. Yote tunaita almas. Mfano, pia jini anaweza kusababisha maradhi, lakini akasababisha maradhi yakawa ni maradhi au maradhi yakawa ni kwa kichawi. Hii akiwa maradhi kama maradhi tunaita bado ni possession ambayo inaweza ikatibika hata hospitalini. Yani kifafa ambacho hata hospitalini unaweza kukitibu. Lakini ikiwa kwa sababu ya uchawi, huu tena sa hospitalini hapa hawataweza kukupa msaada wote. Mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsimulia Nabii Allahu Ayubu alayhi salatu wasalam. Nabii Ayubu alipopewa maradhi, alipokuwa anaumwa, alishindwa kutikisa mpaka mguu, alikuwa ameumwa mwili mzima ulikuwa unaoza. Akamwambia, ya Rabbi, niachie ulimi liadhkaraka, ili nikukumbuke wewe, niwe na kutaja, nifanye dhikr. Kwa hiyo chukua mwili mzima, niachie ulimi tu. Na akakimbiwa na ahali zake wote, wake zake wote wakamkimbia. Lakini Ayubu siku moja baada ya kuona sasa mambo yamekuwa makubwa, mambo yamekuwa magumu, akamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala dua. Akasemaje? Allah anamsema katika Qur'ani,
wa Ayuba iz nada rabbahu rabbi inni massani yadhur wa anta arhamar rahimin, Mola wangu hakika mimi yamenikuta madhara. Katumia neno massani yadhur, kwa katumia massani yadhur, yeye ndio hiyo tunaita almas, sawa, kwamba alikuwa ameafektiwa, lakini akasema namna kuafektiwa ni almas, kwamba yamenigusa madhara na wewe ndio mwenye wewe arhamar rahimin. Lakini neno mas kwa Kiswahili ukitoa katika Kiarabu hata katika Kiswahili sisi tunasema ni kugusa, lakini inapotumika katika kisharia hatusemi kugusa, tunaenda mbali, kuguswa na sheitani ndio inaitwa almas. Basi ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasimulia, tutakuja kuona ukumbele ushahidi wa almas katika Qur'ani, pia katika hadithi. Kabla tujaangalia almasi ushahidi wake katika Qur'an na katika hadithi, jambo la kwanza inabidi ujue kwamba ikiwa raqi, msoma ruqya, ataka msomee mtu ruqya, si kwamba yeye kamuona ndani ya mwili kuna jini, au yeye anajua kwamba huyu jini akishamwangalia anajua kwamba huyu ana jini fulani, la hasha. Lakini kinachotokea yeye atauliza maswali, kwa sababu kusema mtu ameafektiwa na majini haitoshi kwamba ukawa ndio umeweza kumtibu. Ni kama vile ukasema huyu mtu ana virus, si kwamba ndio kwa sababu ushajua ana virus ukaweza kumtibu, kwa sababu virus wapo wa aina nyingi. Ukisema tu virusi haitoshi kwamba virusi eti dawa virusi, hata hizo antivirus unataka uwe virus gani? Ni virus lakini wametofautiana, ndio maana kila virus anakuwa na dawa yake itakayomuua. Virus ambaye anasababisha ugonjwa fulani, dawa gani? Au bakteria huyu dawa gani inayomuua? Na ndio hata kwenye majini, kwamba si kwamba kwa sababu ushajua tayari huyu mtu ameafektiwa na jini ni almasi inayomsumbua kwamba ukaweza kumtibu. Hapana, lazima ujue ni jini wa aina gani ndio ujue unamtoaje, kwa sababu jinsi utakavyomtoa jini pengine subiani ni tofauti utakavyomtoa maridi, ni tofauti utakavyokuja kumtoa ifriti, ni tofauti utakavyokuja kumtoa mtu ambaye ameafektiwa na ruhani, ni tofauti na ahlul bait au tunawaita majini ghawas, majini wa kwenye maji, ni tofauti utakavyomtoa jini ashqi wa nyumbani, ni tofauti utakavyomtoa jinul kabr, jinul mait, ni tofauti. Kwa cha kwanza bidi ujue unajuaje. Sasa unajua ni jini fulani kwa kule kumuuliza maswali, kwa sababu kuna hizi Simpsons zinatofautiana, japo zipo zinazofanana, lakini kuna ile inakuwa common kwa jini fulani. Mathalan mtu akasema mimi, mgonjwa akasema mimi huwa mara nyingi sana napenda sana kukaa chooni, unajua jini aliyemgusa huyu ajinul hammam au al-khalai, kwa sababu ya ile kauli kwamba napenda sana kukaa chooni. Akasema mimi napenda sana kukaa maeneo ya makaburi, unajua ni jinul maiti au jinul kabre. Akwambia mimi napata sana ndoto za kupaa hewani, unajua huyu ni jini arruhani. Mimi mara nyingi sana naota nazaa nini, unajua haya ni huyu ni Ummu Subiani. Kwa hiyo unajua ni jini wa aina fulani baada ya yeye kukuambia baadhi ya vitu, ama pia jinsi anavyojisikia, unajisikiaje, au kujua mambo yanayomtokea. Mathalan akasema mimi nikimuona mume wangu namchukia, yani nikimuona tunaona kama vile sura kama si yake inanjia tu chuki, namchukia. Unajua kinachowasumbua ni jini, lakini ipo nyuma yake sihir, kwa sababu tunaposema sihir mara nyingi sana jini anakuepo, lakini kwa sababu sihir ndio chanzo kikubwa, ukiondoa sihir jini hawezi kubaki, kwa sababu anakaa kwa ajili ya kuitunza. Mathalan asihiru tafriqi, sihir inawafanya watu waachane, si kwamba sihir ndio inabaki tu pale. Sihir inamfunga jini abaki katika wale watu wafanye ile kazi ambayo ameitiwa. Kwa jini pengine akaingia ndani ya mwili wa mmoja wao anamchukiza mwingine. Mtu aweza akamwangalia mke wake mzuri tu akamchukia, au mwanamke akamwangalia mume wake mzuri tu akamchukia, au akakosana kwa jambo ambalo si la kukosana. Unajua statement kama hii inakuambia kwamba hadhihi jinu ambaye anasababisha tafriqi, si ndivyo? Japo pia hata jini ya ashqi pia anaweza akasababisha tafriqi, ambao hawa ashqi wenyewe tunawaita ni hawa amirul bait. Lakini amirul bait
Tunasema kila nyumba kunakuwa na majini, ila akiingia katika mwili wa binadamu kwa lengo la kuachanisha ndoa, huyu tunamuita jinul ashqi. Anabadilika jina tu baada ya kumuingia mtu. Kwa hiyo mtu anaweza akapata possession, ikawa possession ile, mwingine akasema hiki ni kifafa tu cha kawaida, mwingine akasema ni conviction au ni asar au yani kupandisha kule kwa majini, si ndivyo? Kapandisha mashaitani. Mwingine akasema hiki pengine ni kijicho, kwa sababu vyote vitatu hivi, kijicho, kifafa pamoja na kupandisha, vyote vina athari inayofanana. Ndio maana sasa baada ya hapa uwezo ukajua kwamba huyu mtu nini kinachomsumbua bila kumhoji. Ni kama vile daktari utakapoenda kusema naumwa kichwa, haimpatie jibu sahihi kwamba wewe nini kinachokusumbua. Atakuuliza tumbo unalisikiaje. Anatafuta katika magonjwa ambayo kichwa kipo, na anajua magonjwa ambayo kichwa kipo pengine matatu. Kwa hiyo anaangalia zile sababu ama vile vigezo ambavyo ni peculiar sana, anakuuliza kwa kila ugonjwa. Kaambia kichwa hapana, kichwa hakigongi ila kama kinavuta hivi, anakuambia tumbo vipi? Tumbo kama linavuruga, sawa. Vipi haja unaenda vizuri? Hapana, siendi vizuri. Ana conclude pale, anaweka mashaka katika haya matatu. Atakwambia enda kapima. Ukirudi katika yale matatu, pengine moja au yote ukawa unauma, si ndivyo? Na ndivyo anaofanya maraka. Kwa hiyo namna ya hiyo tumeita possession, lakini asar ni kule kupandisha, japo pia inafanana na possession, lakini nasema possession inakuwa ni zaidi ya asar, lakini asar ni kule kupandisha. Mtu anaweza akapandisha tu akatoka, lakini possession ikawa ya muda mrefu, au kama ni kupooza, mtu akapooza kwa muda mrefu. Na vyote viwili, maana tunapozungumzia asar ni possession na possession ni sar, lakini nategemea tunatofautisha kwa sababu ya ule muda ambao unaochukua. Na imethibiti katika Qur'ani possession ambayo sababishwa na majini. Mwenyezi Mungu aliposema alladhina yakuluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Innal ladhina yakuluna riba, hakika wanaokula riba, la yaqumun, hawatasimama, illa kama yaqumu alladhi, ila kama aliposimama wale ambao yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, ambaye ameshikwa na shaytani. Asa kushikwa na shaytani na tumia neno yatakhabbathu shaytani min almas, lakini tunamaanisha hii almas ndio kile tuchikopo tunakizungumzia mwanzo kwamba aliyepandisha majini. Tunawaona watu wakiwa ipandisha anasimama na kudondoka. Kwa hiyo huo ni ushahidi wa kwanza katika Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba kumbe possession ipo. Lakini Allah pia akazungumza, hiyo iko kwenye Surati Bakara aya 275. Lakini pia Allah akazungumza maneno hayo katika aya nyingine ambayo ni Surati Al-Araf aya 201. Anasema innal ladhina taqaw, hakika ya wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu, wanatakwa, idha massahum ta'ifa minash shaitan, yatakapowagusa madhara au ugonjwa kutokana na shaitani, yatadhakaru, wanakumbuka. Hao ndio wenye kuona. Kwa hapo tushaona tayari hapo Allah pia kaitumia neno almasi, idha masahumu, yanapowagusa, neno lile mas. Kwa hiyo ni shahidi kwamba almasi pia inajulikana, Allah Subhanahu wa Ta'ala amezungumza. Lakini pia katika hadithi zipo nyingi sana ambazo zinazoelezea hili jambo la almasi. Hadithi ya kwanza imesimuliwa na Ibn Abbas radhiallahu anhu. Aliwaambia wenzake kwamba je, niwaonyeshe mwanamke wa peponi? Wakasema tuonyeshe. Akaonyesha mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni Mhabeshi, Mwafrika. Akaambia yule alikuja kwa Mtume, akamwambia Mtume, hakika mimi napandisha mashaitani, niombee. Mtume akasema, je, utasubiria alafu siku ya Kiyama nikuombee pepo, au utapenda nikuombee hayo maradhi yaondoke? Yule mwanamke akasema, basi nitasubiria, nitavumilia, lakini niombe kwa Allah anifanyie stara nitakapodondoka, ili nguo zangu zisivuke. Hiyo hadithi ya kwanza ambayo unaweza kwenda kuitafuta pia wewe mwenyewe ukasoma, ipo katika Sahihu Bukhari volume ya 4 page namba 25, lakini pia hadithi namba 5652 katika Sahihu Muslim volume ya 4 page 1994, ni hadithi namba 2576 hiyo hadithi.
Lakini pia kuna hadithi nyingi katika sunna, sitaweza kuzisimulia zote, lakini pia utapitia katika Fathul Bar volume ya 10 page namba 115 utakutana hadithi pia inayozungumzia almasi, ushahidi wa almasi kupandisha kwa mashaitani. Lakini pia Sahih Bukhari volume ya 2 page 435 hadithi namba 3270. Kuna Sahih Muslim pia volume ya 4 page 1712 hadithi 2174.